Baby, inakaribia mwaka sasa. Tunakutana tu hapa kwangu. Mbona nikikwambia nioneshe kwenu, angalau niwajue baadhi ya ndugu zako, unanizungusha tu? Sio kwamba sitaki kukupeleka, ila kwetu wazazi ni wakali sana, ila siku sio nyingi tutaenda tu. Sawa, naisubiri hiyo siku. Alafu muda unaenda, ikifika jioni nikusindikize. Huku kwenu kuna mikunguru hadi usiku jamani, wanakera. Hawana shida hao jamani. Au wewe ishia tu hapa hapa mpenzi, mimi nitafika tu mwenyewe. Okay, bye kipenzi. Kesho tutaonana, lakini kama usiponipeleka kwenu, nitafuatilia hadi nipajue mwenyewe. Asante kwa dina kipenzi. Nimeenjoy sana. Usijali mami, kama umeenjoy, mimi nimefurahi. Ngoja niende toilet mara moja, nitarudi sasa hivi tu. Ha, wewe si Erika. Miaka yote unatafutwa. Hujulikani kama upo hai au umekufa. Ndugu zako walishaweka msiba, wakazika nguo zako. Ni maajabu kukuona hapa. Hapana wewe babu, umenifananisha. Naomba uondoke hapa mara moja kabla hujapata matatizo tafadhali. Hata mapacha hawawezi kufanana hivi jamani. Wewe ni Erika. Nitawataarifu wazazi wako. Kitu gani kinaendelea hapa mpenzi? Na huyu mzee ni nani? Hata simjui, amekuja tu hapa ananishangaa. Hivi bado tu huo mwili wa marehemu haujaletwa? Bado wanasema kuna utata. Vipimo vya hospitali vinasema kwamba koromeo lake ni kama limekabwa na mtu, lakini waliokuwepo eneo la tukio wanasema kwamba alianguka akiwa peke yake. Kama alichanganyikiwa, alikuwa anaongea na viti tupu. Kweli huo ni utata aise. Ila hawa matajiri bwana, hapo kama sio mkono wa mtu, basi kakumbana na jini. Mdomo kwa mashoga yangu. Twende huko jikoni tukasaidie kupika, na leo sitalala hapa. Nitarudi kwangu, nitakuja tena siku ya kuzika wakishaleta mwili. Nimeona mtandaoni yule babu aliyekuwa anakushangaa jana pale hotelini amefariki. Alafu maajabu, wanasema CCTV zinaonyesha alikuwa anajiongelesha peke yake. Mara vipimo vinasema amekabwa. Hii inawezekanaje jamani? Haya mambo ukisema uyafuatilie sana, utajikuta unaumiza kichwa bure. Yaache tu kama yalivyo, ndio dunia na maajabu yake. Haya, okay, ulisema unashukia hapa. Haya, uwe na jioni njema na rafiki zako. Tutaonana kesho mpenzi. Una uhakika uko sawa mpenzi? Nimeota ndoto mbaya kuhusu wewe.
Basi kama uko sawa, nafurahi kusikia. Uwe na siku njema, mimi najiandaa niende kazini. Mbona huyu ni mpenzi wangu Erika? Inawezekanaje hii? Alafu ni tangazo la miaka 10 iliyopita. Hebu ngoja ni sevu hizi namba. Yaani inawezekanaje? Maana Erika inasemekana alishafariki, japo hatukufanikiwa kuupata mwili wake. Tukaishia kuzika nguo zake tu. Ngoja tumsubiri afike, ila inashangaza sana aisee. Naona muda umeenda sana. Anaweza kuja kweli? Hebu mcheki tena. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hawezi kuja. Wacha niondoke. Basi tutawasiliana mkuu. Sawa, haina noma. Nisamehe nimechelewa kufika mpenzi. Njiani kulikuwa kuna foleni sana. Pole. Yaani umepishana kidogo na huyo jamaa, au nimpigie simu arudi? Hapana, muache aende. Siku nyingine tutaonana naye. Basi tuagize chakula tule, kisha twende nyumbani nikusindikize. Leo nitakuja kulala nyumbani kwako. Huu muda nimechelewa sana. Siwezi kurudi nyumbani, nitawasumbua. Sawa kipenzi, nimefurahi kusikia hivyo. Usiku mwema baby, nakupenda sana. Ukienda kazini kwako, angalia faili la kesi namba 18 la mwaka 2017. Yule uliyekutana naye ndio mhusika mkuu, na wewe ndiye pekee unaweza kunisaidia. Kwa heri mpenzi. Namba unayopiga haipo. Tafadhali hakiki namba na ujaribu tena. Hii inawezekanaje jamani? Au naota huyo ni Erika wangu huyo? Au wamefanana tu? Mbona ni mauzauza? Kaka yake George alimuua Erika kisa mali za urithi walizoachiwa. Sasa inawezekanaje jalada la kesi likafungwa hata kabla ya kesi kuisha na mtuhumiwa hajakamatwa? Hapana, hii kesi inaanza upya hata kama ni ya miaka imepita. Lazima huyo binti apate haki yake. Inakaribia mwaka, sasa kila nikipiga namba ya Erika naambiwa haipo. Na picha tulizopiga pamoja kwenye simu sijui zimefutikaje. Kama ulikuja kwa muujiza ili kutafuta haki yako, basi pumzika kwa amani huko uliko.